Nizungumze kitu hapa. Kuna Mungu juu ya mtu na kuna Mungu ndani ya mtu. Kuna lugha moja umezungumza hapo, mtu anazingua alafu anasema usicheze na neema nilionayo. Niwaambieni kitu, watumishi wa Mungu ambao tuko mahali hapa, Mungu anaheshimu sana jina lake. Alafu katika kitu ambacho sio cha kucheza nacho, sio yani usicheze na ibada, kwa sababu unaweza ukasimama kwenye madhabahu alafu wewe ni mzinguaji tu. Kwa hiyo lugha uliotumia ni mzinguaji mzuri, lakini kuna mtu ametoka nyumbani amejiandaa. Mungu, naenda kwenye ile ibada, najua kwenye ile ibada utanitembelea, najua kwenye ile ibada utanionekania, utanijibu majibu yangu. Sasa wewe unakuja kusimama kwenye madhabahu kufanya, unashangaa watu wanapona, unasema lo, msicheze na mimi, msicheze na mimi. Sio wewe, kuna watu walijiandaa kumpokea Mungu. Yes. Bwana asifiwe. Kuna watu walikuwa wamejiandaa tangu nyumbani kumpokea Mungu, na Mungu alipoona moyo wa yule mtu alikuja akakaa juu ya huyu mzinguaji. Na ndio maana siku ya mwisho tutaambiwa, ondoka kwangu sikukujua wewe, kwa sababu kuna misingi na utaratibu ambao ukufuata. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lugha uliotumia ni neema tu imekaa juu yake, lakini hakustahili. Bwana asifiwe. Na ukipata neema unapaswa uwe mnyenyekevu katika neema ulionayo. Ukiinua kiburi na kujibu, Mungu anakataaga, anawapinga. Maandiko yanasemaje? Maana mimi Mungu ninawapinga wenye kiburi, ninawapa neema wanyenyekevu. Ukishakuwa na kiburi, neema sio fungu lako. Maandiko ndivyo yanavyosema, anawapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo hata kama ujui, hata kama uwezi, kweli kuna watu wenye neema, lakini wanapoinua kiburi, wakati mwingine Mungu anaamuaga kuwatumia hata wale ambao wanaimba hawawezi kupanga kii vizuri. Wanaimba na tunabarikiwa, kwa sababu kuna wenye neema wameleta kiburi. Bwana asifiwe. Amen.